alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will deliver my talk with Swahili so that you enjoy my eloquence. English is a bit difficult. Mimi jina langu naitwa Muhammad Saidi. Nimezaliwa hapa Dar es Salaam mwaka 1952. Sehemu ya gerezani. Na Amin Manji aliponiletea mwaliko huu, nikawa namwambia sasa mimi nitazungumza nini? Nasema Muhammad, wewe mtoto wa mjini, mtu wa baraza tu, ndio tutazungumza tu, easy. Hakuna kitu cha kukutisha. Nikamuuliza maswali mengi mpaka nikapata kitu. Akaniambia kwanza ukija pale club British Legion utakuta tumemwenzi baba yako Bwana Ali Sykes. Tumempa sehemu tunaitwa Ali Sykes Pub. Unaweza kumzungumza Bwana na Legion ni mambo ya vita. Basi akani na vile akaniambia vile kuna mpwa wako pale nataka sana uje. Maharage. Nikasema nao. Maharage mpwa wangu. Mimi Maharage siku mamake anaolewa mimi nipo pale Upanga. Nasema itakuwa siwezi kukataa. Watu kama nyie kusema nije. Sasa haya mambo ya klabu unaweza kusema leo ni mara yangu ya pili mimi naingia kwenye klabu. Kwa sababu siko kwa nimezaliwa Dar es Salaam nitakuwa mjanja kuwa na kwenye klabu. Mara yangu ya kwanza nimeingia kwenye klabu mimi ni mwaka wa 1989 Muthaiga County Club, na aliyeniingiza alikuwa Bwana Ali Sykes ambaye hapa nyinyi mnamjua sana, na wakati fulani alipata kuwa yeye ni kiongozi president. Bwana Ali Sykes alikuwa pamoja Nairobi na mimi nilikuwa Nairobi na shughuli zangu, akaniita pale ndio kwa mara yangu kwanza mimi naiona klabu, na akaniambia kuwa mimi nimekuwa kwenye klabu hii toka mwaka 1967. Na Muthaiga ukimwona mtu rangi hii basi utajua yeye ni mfanyakazi, kwa sababu ni klabu ambayo toka enzi na enzi huwezi kukubaliwa wanachama mpaka uwe milionea. Na wanasema katika wakati koloni gavana anaomba wanachama na anajadiliwa. Sasa hii leo ni mara ya pili, na kwa kuwa tunamzungumza Bwana Ali, nitakwambia Bwana Ali na mambo ya klabu. Bwana Ali alinunua nyumba Harare. Wakati huo ndio wanakimbia kina Smith wanakimbia. Kwa hiyo akanunua nyumba jirani na nyumba aliyokuwa anakaa Ian Smith. Ian ananielezea mwenyewe. Anasema siku hiyo ile nyumba ilikuwa vandalized. Akaenda kule ikatengenezwa. Sasa asubuhi katoka kwenye nje anatengeneza garden yake. Smith na mkewe anapita pale. Wanafanya jogging asubuhi, walking asubuhi. Akamwona kwenye kichwa cha Smith ikaja kuwa hii nyumba kanunua mzungu. Akenda pale akamsalimia Bwana Ali, akasalimiana, akamuuliza where is your master? Bwana Ali akamjibu, nyinyi mnamjua Bwana Ali kwa vichekesho. Akamwambia sasa please. Akawa anamkaribisha ndani. Sasa mafika sitting room, na Bwana Ali ni mtu wa kujipenda. Furniture yenyewe state of the art iko pale. Sasa yeye na matope yake na nikienda kukaa pale. Ian Smith akamwambia, you get up. But he wanted to see the master. I'm Ali Sykes, the owner of this house. Anasema Mohamed nilikuwa nimemletea kikombe cha kahawa yeye na mkewe. Basi kilikaa namna hii, anatetemeka, akanyanyuka, akatoka. Bwana Ali
ni memba wa Muthaiga Club, na ukiwa memba wa Muthaiga Club vile vile ni memba wa Harare Club. Jioni amekwenda klabu, meza zote mekawa watupu, Mswahili peke yake. Hakuna hata mtu wa kumuuliza, bwana wewe unatokea wapi? Sasa wafanyakazi pale, watu weusi wanapita, mzungu anamwita mtu mzima, hey boy, come over here. Wanasema hii ndio hali, hawa watu ndio shapata uhuru, lakini ndio hali ndio hii. Basi na yeye akisema mimi nitawakomesha. Kwenye counter kuna kijana wa kizungu akasimama, akasema hey boy, come over here, come over here. Akasema mtu anasema jina lake ni Roy Walensky, mtu mzima. Roy Walensky alipata kuwa waziri mkuu wa Rhodesia. Yakapita maneno pale, na akamwambia Ali Sykes, huyu lazima fukuzwe klabu hii. Ali Sykes, wakati ndugu zetu hawa wanapigania uhuru wa nchi zao, wakati mwingine wanataka kwenda kwenye mikutano, tiketi hela hawana, Ali Sykes akiwasaidia kwa kopesha, mpaka pesa mtalipa. Basi akanywa simu moja kwa moja kwa Mugabe, bwana yeye kule klabu imetokea vurugu, wamesema watanifukuza. Mugabe akamwambia, mkimfukuza Ali Sykes ndio mmenifukuza mimi, nafunga klabu. Huyu ndio bwana Ali Sykes. Sasa tuingia katika mambo ya Legion, haya mambo ya vita. Zanzibar pale kuna msikiti unaitwa Msikiti Ruta maarufu. Wakati unakwenda kupigana vita vya pili vya dunia, Waingereza wameelemewa na Wajapani, Wataliani na Hitler. Sasa wanatafuta askari katika makoloni yao. Wakaja hapa Tanganyika wakachukua askari, na katika askari hao kulikuwa na ndugu wawili, Abdul Wahid Clayton Sykes na Ali Clayton Sykes. Lakini Abdul Wahid yeye aliingia kwenye jeshi kwa sheria, conscription. Amekwenda Lower Kabete Nairobi kufanya mafunzo, amepita, amerudi. Huo mwaka 42 iko picha umepiga, kapiga yeye, bwana Ali yuko pale, bwana Abdi yupo, baba yao yupo, na bwana Abbas yupo. Ananihadithia bwana Ali, anasema aliporudi sasa amekuja kuaga, anakwenda Bama sasa kwenda kupambana na Japani. Anasema amekuja na kitita cha rekodi za Septeta Banero kutoka Cuba. Katika miaka ile 50 hao ilikuwa bendi maarufu sana. Mimi nimeanza kuimba nyimbo za Septeta Banero labda na miaka 2 na ziimba Kispanish. Kwa hiyo nasikia ile maneno tulikuwa tunafanya kichekecho pale nyumbani. Mama yangu anatoa gramafoni yake uwani, anaiweka kwenye kiti, anaipiga, afu anaweka ile rekodi, ambaye Mohamed, hebu nyanyuka waonyeshe hawa dance na chochote. Gerezani kipata. Sasa anasema bwana Abdu kaja na Septeta Banero, marekodi yale anaweka kwenye gramafoni ya baba yao, anamuonyesha staili za kucheza dance. Bwana anasema huyu Abdu anafaidi peke yake Nairobi huko. Akatoroka nyumbani, kijana wa primary school. Bwana Ali kazaliwa 1926. Amekimbia nyumbani 1942. Sasa angalia wewe mwenyewe alikuwa na umri gani? Kenda walikuwa wanaandikisha askari Kilwa Road. Waingereza wako desperate, wanatafuta askari. Wamemwona kama mtoto, lakini wamwambia hebu simama. Mzulu yule kasimama tall. Nyinyi mko mnamjua. Hapa kuna mahali msimuone amepinda hivi. Hapo alikuwa ndo mtu mzima, na lakini mimi nimemuona kwa ujana wake bwana Ali. Na hata kabla hajakwenda vitani bwana Ali alikuwa bingwa wa mieleka, wenzake wote mtaani kumwogopa. Sasa basi baba yake amekwenda kambini kule.
siku ya pili. Baka usiku kulala nyumbani, na babangu ananiitia anasema, bwana mzee Klasi kaja kugonga nyumbani kwetu, ananiuliza yuko wapi Ali? Kama baba sijui, yeye alikuwa keshajua kama huyu katoroka nyumbani anakwenda vitani. Sasa hapa nadhani kuna wazazi, hebu fikiria, una watoto wawili wanakwenda vitani, mzazi unahisi vipi? Mzazi unahisi vipi? Je, wanarudi salama? Waingereza alifika pale akamwambia, bwana huyu mtoto kaja anapenda jeshi, harudi nyumbani. Mzee, nenda subiri, Mungu akipenda mwanao atarudi salama. Mama yake bwana Ali bin Luguru binti Musa alikuwa shoga ya marehemu bibi yangu Bizena binti Farijala, nyumba zao zinatamana. Wanasema bin Luguru alikuwa analia mpaka anakuwa chini anazimia. Wenzake wanamteka, wanamsomea dua, wanamwambia bin Luguru, unalia nini? Kwani watoto wamekufa, watoto wa hai, tufanye dua waje salama. Na kurudisheni kwa Masjid Ruta Zanzibar, pale kulikuwa na mzee mmoja, yeye anaswali msikiti ule, kinafanya kazi Kevin Wallace, anapata habari zote za vita, wanamsubiri msikitini baada ya Isha atoke au hadithie huko vita vinakwenda vipi. Sasa ilikuwa sideni ya wakati huo. Sasa yeye anawapa habari na akiwaambia kama majeshi ya Hitler sasa hivi yako kwenye retreat kwa sababu Warusi wameingia, sasa wanakimbilia Berlin. Wazee wanatoka pale wanafanya dua, wanafurahi. Alisasi anasema, sisi meli yetu zilikuwa zinasindikizwa na Royal Navy kwa sababu ya kuogopa torpedo za Japani. Meli moja ilipigwa, wote walikufa. Alipona mtu mmoja tu akiitwa Magembe. Habari zikaja Dar es Salaam kuwa meli imezama na Ali Said amekufa. Ali Said hapa anarudishia, anasema, Mohamed, umepata kumwona mtu duniani kasomewa hitma yu hai? Basi ndio mimi nimesomewa hitma. Nimesomewa hitma, bado niko hai pale Kipata pale. Nimewekwa turubai, kubakuja mashekhu unisomea. Anasema, nilijua vita tulipofika sehemu moja inaitwa Tankomali. Anasema imenyesha mvua monsoon hizi, unatia mguu kwenye ardhi, kiatu chote, buti, stockings zinaingia, na hapa nyuma na mzigo na bunduki na risasi. Nikajua sasa niko vitani. Wamefika kambini, hakuna kulala, kwanza kuchimba handaki. Pale jamaa wakapiga simu, kaka yake Abdu alikuwa camp nyingine na tayari alikuwa kefu. Akamwambia, Abdu, watu wanasema Ali amekufa kwenye ile meli, Ali yu hai, yuko hapa. Bwana Ali anasema Abdu alikuwa tayari anavaa zile epaulets zile, vyeo zile. Akachukua Land Rover yake, jeep, akaja paka kwenye kambi yetu usiku kuja kushuhudia kweli mdogo wangu kapona, na akaleta barua, akaleta taarifa nyumbani kuwa Ali yu hai na tuko naye hapa. Huyu ndio Ali sasa tunamwona hapa, na pengine kisa hiki hajapata kueleza. Lakini basi wamekwenda kule Bwana Ali, wamepigana na wameshinda vita Waingereza. Bwana Ali alipewa medali 2. Moja ni ya Marksman. Bwana Ali akinitania akisema, Mohamed kakula afuka kidole chako hivi, mimi nakichukua hicho. Anasema watu wawili Afrika Mashariki tulipata medali hizo.
Moja alipata Fundi Konde. Fundi Konde alikuwa mwanamuziki maarufu katika miaka 50. Na mimi na medali hizo mimi nimeziona huko. Moja inaitwa Bama Star na hiyo nyingine ya Shaba. Ama kuna picha mbili za Bwana Ali Bama. Kuna moja kapiga yeye na kaka yake, na kuna nyingine umepiga ndio Legion yenyewe, ndio askari wengi. Lakini hapo wapo baadhi ya vijana wa Zanzibari, na kuna mmoja kanaonyesha katika ile picha akisema huyu anaitwa Smarts. Wazanzibari wanaweza kumjua, wako watoto wake kwa sababu akisema Smarts tulikuwa na Bama, tumepigana na tukarudi salama. Ama nikitaka kueleza habari za Bwana Ali na hii mambo ya vita, tunaweza tutakesha hapa. Na mimi nimepewa dakika 15. Sijui kama dakika zangu 15 zimekwisha. Bwana Ali alipokuwa Nairobi, hii muhimu hii. Alipokuwa Nairobi, yupo kwenye duka la Sanandi, ndo wanakwenda Bama, amevaa uniform za jeshi la Kiingereza, King's African Rifles. Akaingia kijana mwenzake mzungu anaitwa Peter Cornwall. Mimi nimezungumza na Peter Cornwall. Anasema nimekutana na Ali Sykes mimi kwenye duka la Sanandi la muziki. Mimi nimevaa uniform za jeshi la Kiara na Ali kavaa vile vile uniform. Lakini kilichonivutia ni ule ulimi wake wa lugha ya Kiingereza. Na Peter Cornwall kwa umri alikuwa mkubwa kwa Ali Sykes. Anamsemesha na jibu Kiingereza kizuri kabisa. Akamwambia Ali, Mungu akakujalia ukirudi salama, njoo Nairobi, mimi na wewe tutafanya mambo makubwa hapa. Ali Sykes ananiambia, Mohamed, mimi kama si Peter Cornwall, Allah ndio mwenye kadra kiandiko napata, anasema mimi nimetajirika kwa sababu ya Peter Cornwall. Alikuwa rafiki yangu kuanzia mwaka 1942 na tumefanya makubwa katika Afrika Mashariki hii. Na ndio wewe unaona mimi leo niko hivi. Siku nilikutana na Peter Cornwall nikamwambia maneno haya. Akabia kakwambia hivyo. Sasa nakwambia hivyo. Sasa mimi nakutuma Mohamed nikamwambie Ali Sykes. Peter Cornwall anasema hajapata kukupa kazi wewe ukasema hii hujui. Kila kitu unajua. Kazi yoyote ukimpa. Nikamwambia Bwana Ali, Peter Cornwall anasema sawa umemsifia, akasema na wewe udari. Anasema sana najua kila kitu, najua mimi sio najua kila kitu. Mimi nakwenda kwa yule mwenye kujua, naambia bwana kuna pesa. Hapa kuna pesa. Chakarika tupate pesa. Basi Peter Cornwall peke yake ana historia ya peke yake. Yeye ndio mtu wa kwanza kurekodi muziki Afrika Mashariki. Na akanambia mimi ndiye nilimjulisha Frank Hamblick Afrika Mashariki hii. Alikuwa na muziki maarufu sana Tanga. Nani Moshi. Alikuwa akipiga gita hivi vitu mitane, kama mimi nikamleta Nairobi, nikamuunganisha na wengine wakali, tukarekodi. Ndio muziki ya kwanza katika miaka 50 inapigwa katika sauti ya Dar es Salaam. Sasa ndio kama alivyosema Manji kuwa usiwe na wasiwasi, ikiwa kuna mahali nimeharibu mniwie radhi. Lakini alisema ni baraza tu, na mimi nimejibu baraza. Kwa babangu alikuwa na nafasi hapa ya uongozi, na vile vile nimeona picha yake pale na alipata kuwa president, na mwanae Clayster ambaye mimi ni rafiki yangu. Clayster kazaliwa mwaka wa 50, mimi 52. Baba zetu wakijuana, mama yake Bi Mwamvua alikuwa shoga mamangu Bi Mohamed. Kwa hiyo nimefurahi vile vile kwa nimekuja hapa na nimewakumbuka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi swali moja.
Mara nyingi kwa mchana kwa watu wanajimisha, basi kuja nikifanya. Asante sana Bwana Muhammad Said for that very good history. Now we've come to the point where we're inviting you for dinner. And if I can ask Jerome Kamangire. Yes, this gentleman will lift up tables one by one. When he comes to your table, and he'll give you the protocol. Basically, tuna orojo. Orojo is a traditional Zanzibari food. This being Zanzibar night, you're very highly encouraged